Nina machungu sana na huyu utawala ambao mwezi Mheshimiwa Kasongo. Wale ambao nimeona wamejaza katika mitandao kwamba ati bunge la mwananchi ni 2 term about turn. Hiyo ukienda waambie kwamba wapeleke tumbo zao kwa sababu wameweka njaa juu ya uzo. Matatu, moja ni ya kuhusu bunge la mwananchi, ya pili ni ya kuhusu mambo ya ekolomani, na ya tatu ninaongea kuhusu mambo ya opposition. Ya kwanza wacha nianzie bunge la mwananchi. Watu wale ambao ni wageni na wale hawajui maana ya bunge la mwananchi ni watu ambao walikuwa wamekusanyika mahali hapa bunge, kuanzia mahali kunaenda Ekakani Walk ukakuja hapa Jibaji. Ndio kisha baadaye tuanze kutembea mahali zingine. Na nia yetu ni kuongea issues ambazo zinatuaffect sisi kama common mwananchi. Na hakuna siku tumaikuwa kama tuko nyuma ya government. Kwa watu wale ambao nimeona wamejaza katika mitandao kwamba ati bunge la mwananchi ni 2 term about turn. Hiyo ukienda waambie kwamba wapeleke tumbo zao kwa sababu wameweka njaa juu ya uzo. Bunge la mwananchi remain ikiwa against government kwa sababu wanaweka government on toes kila wakati. Kazi yetu ni kuangalia ni nini government inafanya. Kazi ile ambayo tunayazungumza, kama hujajua maana ya bunge la mwananchi, nenda kwa huyu jamaa ambaye amekupatia kibarua. Nenda ufanye kazi yako, weka tumbo yako kwa sababu umeweka tumbo kwa uzo. Unaonekana wewe uko na upungufu wa akili. Kama naweza kusema about 2 term, wewe unaonekana uko na upungufu wa akili. Nimehama hapo. Nataka kuzungumzia kuhusu kitu inaitwa Kolomani. Kolomani ni mahali kwa nyumbani na ni kwa watu wenzetu. Kama hapa hivi tukipewa time tuambiwe tuame, unakuanga ni shida sana kupata nyumba. Je, nikikwambia konzezi mzima iame, itaenda kujenga wapi? Wewe jiulize, assume wewe ni Muluya kutoka Kolomani na umeambiwa ama ati ngame nataka kuchimba dhahabu. Utaama uende wapi? Utapata shamba wapi? Wataenda town gani? Eviction ni lazima ifuate sheria. Na ikiwa kama inafuata sheria, ni lazima uwe kama kuna mahali ambayo watu wataenda. Inapeangwa wapi? Wamepewa wapi? Ukimpatia sahihi, ukiangalia kulingana vile ambayo hao bwana wanaongea, wanasema kwamba ile dhahabu iko hapo ni worth 665 billion. Na watu wa Kolomani wanapewa almost 3. How stupid we are. Ukubali 3 billion out of 665. Hiyo ni kuomba kwamba watu wa Kolomani ni wanyama hawastahili kuwa hai. Kenyatta kujua kwamba kuna dhahabu, Moi kujua kuna dhahabu, Kibaki kujua kuna dhahabu, Uhuru Kenyatta kujua kuna dhahabu, Kasongo ndio amejua kuna dhahabu sana. Nilikuwa nimewaambia hapo awali, ni heri hata kuwa kaburini kuliko kuwa umetawala na Ruto. Naambia wazi, kwa sababu kitu ya kwanza mateso anayopata ni kubwa kuliko ile ambayo anasubiri. Ndugu yangu, miaka 3 imekuwa kama tumekaa miaka 300 kitawala Kasongo. Halafu sasa hii unasikia mtu mzima mwenye akili timamu anakuambia ati tumesema acha tukae hapo. Kama wewe mwenyewe umeteseka miaka 3 imekuwa kama miaka 300, ndio ukiongezea ingine 7. Ndio utakuwa hata wazazi wako watakuwa. Sasa hii tunaongea watu hapa Makongeni wako kwa police station wamekambu hapo. Nataka wasimu kama ni wewe alafu kuonyeshe. Watoto ni kama wale wako. Wewe ni mtu ni binadamu ama ni mtu asiyejua halali wala haramu. Jiulize ya pili. Watu wa pale Mkuru kwa Njenga wamepewa notice. Wamepewa notice. Fulani imepita. Wakaambiwa pike fulani ijayo. Na wakavunja chao yote. Ukitaka kujisaidia hata bibi yako watoto wakitaka kujisaidia wasubiri mpaka Njembe akaenda kunya. Hapa ni mahali kuna watu ama ni wanyama wanakanga. Kama nasema tena tuko huru. Tuko huru aina gani? Kama unacheza namna hiyo. Ni afadhali kuwa kama kuna government. Ikakaa vile Somalia walikaa 21 years bila government. Kuliko kuwa na government ya aina hii. That's the reality. Mimi kiongea mnaona niko na chuki na mtu. Mimi hakuna mtu nachukia. Akili itendeke. National anthem ya Kenya nasema nini? Mungu nguvu yetu.
weke Malaka hapa kwetu Kenya. Akiwa ndani mlinzi ndio tukae na undugu, amani na uhuru. Kwani wana ibaki kitu usiyojua inamaanisha nini? Kwa hiyo ile kitu ambayo iliyoko tumeandika katiba na imezungumza. Na nataka kumaliza kwa sababu sitaki kuongea mambo mengi. Nina machungu sana na huyu utawala ndio pale mwezi Mheshimiwa Kasongo. Nataka kuambia kweli. Mtawala mbaya unamjenga akishinda na mambo matatu. Ya kwanza ni mtu ambaye hawezi mambo ya security. Security inahusu vijana waende kazi ili security ipungue, ubaya ya wizi na mambo mengine mabaya ipungue kwa sababu vijana wako kazi. Ya pili ni kitu inaitwa nini health ndio inahusu mpaka chakula. Watu wapate chakula ili wasiwe na magonjwa mingi na waweze kula na waweze kupewa dawa. Ya tatu inaitwa nini? Education. Hiyo yote imefeli. Umekwenda duniani mahali ambayo watoto wamefunga 2 months, mtoto wa BB1, BB2, hiyo 21, bado 23. Niambie kama akaa 2 months anaweza kumbuka ile kitu ambacho alisomeshwa na mwalimu. Ole wenu kama mwani hayo. Mungu awabariki na wabe kimazandeni.